What's up guys, it's your girl named James. We're back with Prime Talk Season 2. Na kwa leo sitakuwa peke yangu, ni pamoja na my co-host na our guest. Nitawapa nafasi ya kujitambulisha wenyewe, kwanza na our guest. Kwa majina naitwa Elisha Kwangaya. Ni mwanafunzi wa mwaka wa pili chuo kikuu cha Dar es Salaam. Pia ni mtengeneza maudhui ya sheria mtandaoni. Okay. Yeah, my name is Nazareth. Co-host kwenye Prime Talk Season 2 and this one is episode 1. Yeah. So, topic ya leo tunaongea kuhusu cybercrimes. Tunaongea kuhusu yani hate crimes zinazotokea kwenye mtandao. Now, most especially zile unakuta labda video ya mtu imekuwa leaked na the effects kwa yule mtu ambaye ni victim pamoja na yule mtu ambaye ametuma, like hiyo situation inachukuliwaje na jamii. So, today is all about cybercrimes. So, to take a perspective kwamba wewe upo kwenye situation kwamba like okay, something imetokea alafu labda leaked videos zako zimetokea, watu wamezisambaza, like wewe unajichukuliaje hii situation? Like how would you cope na hiyo situation? Like wewe kama mtu ambao yani like video zako zimetolewa kwenye jamii, wewe unachukuliaje hiyo situation? How would you cope? Okay, sorry, before going there, kwa mtu ambaye hafahamu maana cybercrime, umpe elimu kidogo ya cybercrime kidogo. Cybercrime hizi ni illegalities, naweza nikasema sasa zitokea kwenye digital platforms, either Instagram, YouTube, sijui ni wapi, kwenye digital platform yoyote. Hizi illegalities zinazotokea huko ndio tunaita cybercrime. Okay. Yeah. Okay, fine. Okay, coming to the madam question. Kinamna ambavyo itani affect, of course sasa hivi ukilinganisha na maendeleo ya sayansi na teknolojia na pia namna social media zilivyochukua nafasi, it's obviously mtu atajisikia vibaya sana. Na watu huwa wana normalize hizi issues za cybercrime pamoja na cyberbullying kwa sababu haiwa affect wao directly. Lakini kabla tujaongea, mimi napenda mtu aji-imagine kuwa yeye kama yeye ndio video zake zimeliki mtandaoni. Au unaweza usijiimagine wewe. Imagine mtoto wako, imagine mtu wako wa karibu video zake zimelika. Tutaona hii situation kuwa tunavyo normalize hii hali kuwa hatuko sawa kabisa. Kwa hiyo hii inamuaffect mtu na effects zake tunaona kuna short term effects ambazo zinaweza zikalast for either 1 week or 2 weeks, lakini effects nyingine ni za muda mrefu. Mfano tukichukulia mfano mtu amekuwa interested kwenye politics au ni influencer mtandaoni, atashindwa kuperform politics hizo au kwenye social medias kwa sababu atakuwa anaogopa kuwa I have my videos ambazo sio nzuri kwenye jamii. Na sasa hivi kuna huo mtindo, mtu akiwa anagombea kwenye serikali huku utakuta ni video za kipindi hiko au ni picha za kipindi hicho, mtu anakuja anazirudisha. Kwa hiyo hii issue ya mambo ya cybercrime pamoja na cyberbullying, ambao cyberbullying ipo ndani ya cybercrime, sio issue ya kawaida. Effect zake ni kubwa sana. Yeah. Okay. Sasa wanahisi ni kwa nini wewe kama victim watu waga, mara nyingi 99% of the time watu hawamwazi yule ambao amerelease hiyo video. Yeah. Watu wanamwangalia mtu ambao yupo amehusika ndani ya hiyo video. Kwa nini jamii inakuchukulia kama wewe ni mbaya na sio yule ambao ameexpose? Okay, asante kwa swali zuri. Ukiangalia kwa jamii zetu za Afrika, tuna kitu tunaita victim bullying. Badala ya kumwangalia yule mtu aliyefanya kosa, huwa tunamwangalia victim. Mfano kwenye issue ya ku-leak video hizi za utupu, kwa nini ulirekodi na vitu kama hivyo, badala ya kuangalia njia ya kumwajibisha yule ambao kasambaza zile video. Kwa hiyo naona ni issue nzima ya tradition na namna wa Afrika ambavyo tumejizoesha. Na ukiachana na hivyo, kuna research moja ilifanyika kuhusiana na mambo ya gender based violence ya mtandaoni, na ikaonekana kuwa 90% ya hizi gender based violence zinazofanyika kwenye mitandao zinawatokea wanawake. Na watu wao wanachukua sasa
wanawake victim ndo wanawabuli. Kwa nini ulirekodi hizo video na vitu kama hivyo, na effect kubwa obviously ipoje kwa mwanamke. Kwa hiyo ni kwa sababu ya hizi tradition na ni kwa sababu ya kitu kingine kinaitwa sexual double standards, ambapo kitu akikifanya mwanaume kinaonekana ni kawaida, lakini akikifanya mwanamke inaonekana ni kitu kibaya. Mfano mzuri, hii issue ya kuwa na wenza wengi, wachumba wengi, naweza nikasema akiwa mwanaume atakuwa pleased, mwamba anapata wananili, lakini ikiwa ikirudi kwa mwanamke anaambiwa yeye ni malaya nini. Kwa hiyo na hiyo kitu inaongeza ile victim ambao ni mara nyingi ni mwanamke, kuwa yeye ndo anaanza kusakamwa sana kuliko yule ambao kasambaza video. Okay, what are the high? Stependa. And it's true. I don't know why kwa nini sisi always tunakuwa in position kwamba always tutaonekana wabaya. And it always tutaonekana kwamba like it's as if yani mnajibu kusema kwamba we're putting you women kwenye certain standards, lakini in real sense bado mna disrespect. You feel like unaweza kusema kwamba like wewe upo kwenye standard fulani na hauwezi kufanya hivi vitu, ndio maana ukileak video zako tunakuchukulia hivi. Like at the same time bado kwenye jamii bado ninazaurika, bado kwenye jamii siwezi kupea cheo kikubwa kisa tu kuna mvulana ambaye yupo pale. So why? And like what do you expect us to do? Like una claim kwamba we're trying to give you guys authority, like and at the same time you're like undermining us. It's misogyny. You know, that's not fair. I think kwenye maisha yetu sasa hivi mpaka sasa hivi tunavyoishi bado tupo guided na zile logic na mindset ambazo zilikuwepo like zamani, and it's so primitive. Yeah. Okay, coming to this topic. Unadhani kumtumia mtu video yako ya faragha ambayo pengine ulijirekodi mwenyewe it's okay, au ulikuwa recorded it's okay. Kumtumia mtu video yako ya faragha ni kosa, au kosa linaanzia pale ambapo ile video inasambazwa? Ukiangalia kiuhalisia, kumtumia mtu video ya faragha sio tatizo. Tatizo linaanzia pale yule mtu anapochukua hiyo video ambayo intention yenu mara kwanza kabisa ilikuwa ni iwe baina yenu wawili. Lakini kitendo cha kuichukua ile video na kusambaza kwa watu wengi zaidi ndio tatizo linaanza. Lakini kuna njia nyepesi ya kusolve hii tatizo, kwa sababu tunajua siri ni ya mtu mmoja always. Kwa hiyo kwa nini umtumie mtu mwingine? Kwa kujilinda mwenyewe ni vema faragha ibaki faragha. Ukimtumia mtu ukihusisha tu mitandao, na sasa hivi mambo ya science and technology yamekuwa, unaweza ukatuma labda unasema view once, ataangalia mara moja, atanali kumbe ishakuwa saved na later inakuja kusambaa. Kwa hiyo ukiangalia hata kwa sheria za Tanzania, mkiwa mnashare watu wawili kwa consent ya ule mtumaji hamna shida, lakini changamoto inakuja pale ile video inaposambazwa kwa watu wengi without the consent of the victim. Lakini at the same time unasema kwamba okay, mimi naweza kama mimi kama mwanamke naweza kutuma hizo video kwa labda jambo na mdate, sawa. Kuna certain situations kama kumeongelea kuhusu kukua kwa technology, right? Kuna cases ambao wanawake like unaweza kukuta labda nimepost my picture, right? Mtu anatumia like AI tools, anavua nguo afu anatengeneza depiction of mimi nikiwa hivyo kwa utupu, then anaituma, then automatically watu wanaamini kwa sababu yani it's something amboni it's out of the ordinary, sio? Lazima watu waanze kushabikia tu. So what do you do kwenye situation kama like, kwa sababu mimi siwezi kusikilizwa. Mimi hata nikisema kwamba mimi sijai kutuma hiyo kitu au mimi sijai kuexpose hiyo kitu, hawezi kunisikiliza kwa sababu sabishaona tayari nimeshadhaulika. Lakini kama ni reality, kama ni mtu tu ameifanya, ametengeneza katuma, how do you protect watu kama hao? Kama nilivyosema, yani hii mambo ya cyber crime sheria zinabadilika kulingana na situation. Kama sasa hivi kuna mambo ya AI, kwa sheria zinabadilika kulingana na current situation. Kwa hiyo sasa hivi hata kama ni video yako imetumwa kwa kutumia AI, tunaangalia source imetokea wapi. Yes. Okay. Sawa. Tunapoangalia video za faragha au labda namna vitu kama hivi ambavyo vinavuja mtandaoni, mara nyingi watu ambao wanakuwa affected kama tulivyozungumza hapa mara kwanza ni wadada na sio fulani. Kwa nini? Mimi point yangu ni ile kuwa kulingana na tamaduni zetu tumeshazoea kuwalalamikia wadada, tumeshazoea kuwaponda wadada ambao wanaume muda wote tamaduni zetu zinawalinda kwa wenyewe hawana kosa. Kwa hiyo ni kitu cha kubadilisha tamaduni, lakini tamaduni zisipobadilika tutaendelea kuwaponda wadada. Kiuhalisia hapo tunajenga jamii namna gani sasa? Sidhani kama tunajenga jamii bali tunabomoa.
yani inakuwa ni tunaishi kama tuko mwaka 1100 ngapi huko, lakini tuko 2025. Kwa hiyo issue ya kuponda sana wadada sidhani kama zinali iko sawa, haipo sawa, sio kama sidhani. Kama hii instances kwamba kuna hii report ilikuwa this woman alikuwa mama alikuwa mtoka club afu ni usiku afu alikuwa peke yake akawa amebolt akasikia kama umesikia hiyo akawa raped, sure, alibakwa. Asa like illustration kama like ilikuwa tu imetokea tu bahati kama kulikuwa kuna mtu kwenye ile building kwa juu mkaka akarecord the whole scene, so alipata uso ule mkaka. Lakini kwa nini? Yani mimi sikupenda the fact kwamba sawa umepata video evidence kama kitu kimetokea na kweli ndio alishtaki na kuripoti ile mkaka akafungwa, lakini kwa nini haukuficha the face of the woman? Kwa nini you expose the woman? Kwa sababu sawa ndio amekuwa raped na ndio tunajustify kama amekuwa raped na hii ni crime, right? Na sheria inajulikana kabisa na sheria hii ni kosa. Lakini sasa bado umemsaulisha wewe mwanamke kwa sababu bado ameonekana hivyo. So kwa nini? Yani how do you anywhere in that situation kama wewe kama the youth Gen Z, how do you stop such a situation? And like kwa nini wewe ambao umenisaidia ndio, lakini kwa nini una expose? Like kwa nini watu wengine wajue kama ni mimi ambao nimefanywa hiyo tena? Kiuhalisia sidhani kama alitumia njia nzuri ya kuwasilisha kuwa binti fulani alibakwa in that situation, kwa sababu issue tu ya kuhusisha social media sidhani kama alikuwa na intention ya kusaidia. Angekuwa na intention ya kusaidia angechukua ile video angepeleka moja kwa moja kwa polisi, lakini kachukua ile video kaiposti mtandaoni, despite the fact kuwa kitendo cha yeye kuiposti ilisaidia kusolve ile tatizo, lakini njia aliyotumia kusolve tatizo ilikuwa ni sio nzuri na yeye kavunja, kwa sababu pale ilikuwa niseme pia ilikuwa ni faragha, yani hicho kitu huwezi kiexpose kwenye mitandao, kwa naye anakosa pia. For real. Yeah. What about this meme culture? Kwa sababu sikio pia ni mindset ya ni vijana, kwa sababu instead of watu kuchukulia the situation seriously kama to raise awareness kama these things happen unakuta mtu anatengeneza meme afu ana make fun ya ile situation akati, lakini kuna mtu ameface consequences kubwa pale. Kwa sababu imagine kama huyo ni dada yako, huyo ni mama yako, huyo ni auntie wako, afu amekuwa defiled afu mbele za watu, kwa sababu jamii nzima tumeona. Sure. Pia hii issue nashindwa kuelewa kwa nini, lakini yani Gen Z wengi wa Tanzania hii issue ya cyber bullying na vitu kama hivyo wenyewe ndo wanaopenda. Kama hapa juzi kati kuna na nilitana ilitokea watu wakasema nilikuwa nataka nishangae kwa tumalize mwaka bila connection. Kwa hiyo ni perception ya jamii sasa hivi kuwa umeshazoea kuwa hayo ni mambo ya kawaida na yakija wanaya promote, yani kila mtu ajue kuwa kuna issue hizi za connection. Kwa nini unakuta victim wengi baada ya kuwajibisha wale ambao wameexpose wanakaa kulalamika tu wenyewe? Na ugumu wa wale victims kuwawajibisha wale watu waliosambaza video na hisi unaanzia from the perception of the society. Kuwa anaona badala ya kwenda kumwajibisha yule jamaa au yule mtu yeyote aliyesambaza hizo video, bora tu nikae kimya, maana nikienda ni kama na expose vitu watu wengi sana wajue. Kwa anaona bora nikae kimya iishuishe kichini chini, kwa sababu nikienda kumreport ndo kila mtu atataka ajue ilikuwa inaendeleaje. Unajua nitengeneza ile na curiosity. Huyu kafungwa kwa sababu gani? Alisambaza video, mtu zione. Kwa mtu yule victim anaona ni bora tu nikae kimya. Labda nikikaa kimya hii issue haitoendelea kusambaa. Yes. Okay. Neema, ushaikuwa attacked na jamii kwenye issue yote? Pengine ukatry labda kujidefend mwenyewe, how it was? No. Personally, they go kwenye situation where Kama umekuwa honest kwa kipindi chote. Yeah, I've been very honest. They go very honest. You could like face a situation I'm born in any na kwa attacked by jamii yangu nzima ni. Any story. Kwenye situation. Unadhani kuna mipaka kati ya uhuru wa kuna mipaka kati ya faragha za mtu na uhuru wa matumizi ya mitandao? Yes, kuna mipaka. Okay. Faragha itabaki kuwa faragha ya mtu binafsi. Lakini uhuru wa mitandao hakuna uhuru ambao una limitations. Okay. Yaani mfano uhuru wa kawaida, una uhuru wa kuongea, una uhuru wa kuassociate, una uhuru wa kufanya chochote, lakini uhuru wako umekuwa limited. Mfano tukiangalia kwa upande wa nchi, una uhuru wa kuongea.
lakini hauna uhuru wa kuongea mpaka kumtukana mtu mwingine. Tunarudi kwenye uhuru wa mitandao. Una uhuru wa kuposti unachotaka, una uhuru wa kufanyaje, kushare anything in social medias, lakini hauna uhuru wa kuposti faragha za mwenzako, hauna uhuru wa kushare matusi. Kwa hivyo ni vitu viwili tofauti. Faragha itabaki kuwa faragha na freedom of mass media hiyo itabaki kuwa freedom of mass media. Lakini sasa kwa nini wanakuwa sawa, tunajua kabisa it's not right, na hata kama kwenye app yenyewe kuna certain restrictions wanao, kama content ambazo ni za utupu waka wana restrict hizo vitu, right? Lakini ukuta kuna hii period, kama unakumbuka Baobab, kulikuwa kuna nani hizi video za utupu wa watoto wa Baobab ambazo zilikuwa zinasambaa. Bwana, ukienda kwenye Twitter like X, utakuta kuna account kabisa wanasema kabisa, wanaandika vizuri, mtu ambaye anaoni account anasema kabisa kama na mimi nina hizo video za utupu, so kama unataka kuna nini sio ni follow, afu ni follow inbox, ni text inbox, ni kutupie. Sasa like kwamba jamii au serikali haioni kama hicho kitu sio sawa, kama sawa ndio zimesambaa, lakini kwa nini uwe na hiyo haki kwamba wewe uanze kuendeleza kusambaza zile video za hizo utupu kwa watu wengine, wakati unawezekana kuna watu wengine ambao hawatakuziona? So like kwa nini, what gives that person the right kufanya hicho kitu, na kwa nini hajapewa restrictions? Hizi mitandao kama WhatsApp, Instagram na X na hizo nali nyingine haziwi controlled na serikali, ni zinakuwa controlled kule. Kwa wenyewe issue ya kushare hivyo vitu kwenye app zao huwa wanakataza, lakini mtu anaweza kutumia alternative, ndio anatumiana inbox. Kwenye kutumiana inbox ni sawa, ndio maana hata utakuta kule wameandika ukitaka hizo videos njoo inbox huko ndo anatumiana, lakini kushare au kuposti iwe kama posti pale, restrictions wameweka, na serikali ya Tanzania haina uwezo wa kuzuia hicho kitu kwa sababu wao sio wanaomiliki. Yes. Okay. Nilikuwa nafikiria kitu kimoja. Tumetoka kuongelea hapa uhuru wa matumizi ya mitandao. I don't know kama itakuwa sahihi, lakini generation ambayo tupo inachochea mambo kama haya sana ya kuvuja kwa hizi video ambazo tunaziongelea maybe, au kuvuja kwa vitu vya ajabu tunavyoongelea, huwa ni vitu vya kawaida. Mimi nimeona kwenye social media, especially Instagram, wadada wengi wanatupia hizi video zao wakiwa wanacheza, like kukatika. Yeah, wakiwa watupu, wengine wakiwa wako wet, whatever. Hivyo na wanaofuatilia wengi ni umri wetu, age yetu. Sasa haudhani kama hii transparency au uhuru ambao tunauongelea kwamba nafasi ya kuvuja kwa hizi video zinakuwa influenced na mambo ambayo yanafanyika kwenye social media na watu kama hao? Yaani kwamba hata video inapovuja mtu okay, ni kawaida tu kwa hata kushare kawaida. Kama mimi niliwapa mfano wa hiyo, mimi waga nakutanaga na hizo aina za contents mtandaoni, especially kipindi ambapo zinakuwa zimevuja video. Utakuta labda mtu anacheza, labda mtu fulani kashachafua, utakuta mtu anacheza labda ni sehemu fulani na refer, labda watoto ambao sijui wapi, yani anakuwa kaeka maneno kama hayo. Lakini tukiongelea issue ya mtu kuposti akiwa anakatika sijui nini, sidhani kama ina uhusiano na issue ya cyberbullying. Cyberbullying directly inaenda kwa yule muathirika, unashare vitu vyangu vya faragha mtandaoni, lakini as long as wewe mwenyewe ndio umeamua post huko unakatika, it's okay. Yeah, lakini kama ni kitu changu cha faragha umekishia mtandaoni without my consent, hapo ndo tatizo linapoanzia. Okay, I feel like tumagira cyberbullying on mainly one perspective ya kushare hizo videos za nani. What about, for instance, kwa mfano mimi nimeamua leo navaa gauni langu, shape yangu ndio hivyo, imepanda imeshuka eleweki, alafu niko nimepost pale, watu waka comments, nakuta hate comments zipo kibao, mara sio piga yako imefanyaje, mara sio uso umefanyaje, yani vitu kibao. Sina consider bullying kwa sababu ukiangalia kama watu wengi especially wazungu, unakuta wengi wataanza
wataanza I'm depressed au mala suicide. Na it's a serious issue kwamba like generation yetu, it's a serious issue. Watu wengi wanajua kwa sababu ya vitu vya kijinga kwamba like au mtu ameniambia sio nini kwenye mtandao. I'm not saying at least I say me, lakini I'm just saying kwamba on my point of view, like how do you deal with that type of bullying? Yani kwamba like kwa sababu bullying so lazima tu ile hiyo ku expose na ndiza utupu. Watu wanakuwa wanakupa hate comments mpaka mtu anaamua acha nijiwe kwa sababu sawa ime kama ni kama wiki mbili zilizopita pale chuoni tulikuwa tuna wiki ya gender based violence, na kitu kimoja alichokiongelea ambao na wewe umekisemea hapo cha bad comments on social medias kama digital stalking, kama sijakosea. Mtu anakuwa anaandika comment mbaya, hiyo ni gender based violence. Unaweza ukamchukulia hatua yule mtu ambaye weka comment yake pale mbaya. Umepost picha yako lakini anakuja pale ana comment vibaya, unaweza ukamshtaki. Sema tatizo linakuja kwa awareness ya watu hawajui kuwa mtu akicomment mbaya kwenye post yako unaweza ukaenda kumshtaki. Hawajui, wanajua tu ni issue ya kawaida. Sheria Tanzania ipo kabisa. Yes. Kwa mimi leo nikiamua kama mtu amenyambia bwana shape yako hajakaa vizuri, straight to court na kwambia bwana huyu amenishtaki, amenyambia hivi sijapenda. Sema wanaangaliaga na intensity ya ubaya wa hiyo comment aliyoweka pale. Labda nanili pale ana ka comment matusi au ana comment vitu vibaya, as long as ni comment mbaya, hiyo ni kosa sheria. Okay. Yes. Unafikiri kwamba matukio kama hayo au vitu kama hivyo, commenting mambo mabovu na nini, ina nafasi gani kwenye kuamua future ya mtu? Issue ya? Yani hiyo issue ya cyberbullying ina nafasi gani kwenye kuamua future ya mtu? Kuna issue ya kuamua future ya mtu inategemea na intelligence, emotional intelligence ya mtu. Kuna mtu mwingine ukimfanyia bullying, yani ndo umeshamaliza. Maana kuna wengine wanachukua maamuzi makubwa, mtakuta mtu anajiua au mtu anafanya nini. Kwa hiyo akijiua future yake inakuwa imeishia hapo. Lakini mwingine ukimbuli sasa hivi, baadaye anaweza kukosa opportunities nyingi. Na sasa hivi hii system ya kuajiri watu wanaangalia sana on social medias. Social media zako zipoje? Huyu alishaye kunalia, akashaye kuvuja, sijui video zake ziliwahi kugundulika huku na huku na huku na huku. Inakunyima future job opportunities because of what ya hiyo bullying wanaokufanyia. Kwa hiyo kwa upande kwa upande zote kwa sababu hata kuna some point ambao my sister alikuwa anatafuta kazi, alikuwa anafanya various interviews, na kwenye most of the interviews ambazo anafanya unakuta anaangalia her social media account. Kama it's like why, kwa nini uangalie social media account yangu? Like kwa sababu it's my social media, right? Lakini the main thing kwamba anaangalia maadili, huyu mtu ni wa aina fulani, kwa sababu what you post is often what you are, right? Ina depict wewe ni nani. Ndio maana watu wangetaka kujua wataanza kwenye social media account yako ikoje. Sio wanaangalia post, wanaangalia namna unavyojibu watu kwenye account yako. Mtu kaweka comment fulani, una reactije? Mtu kaweka comment hata mbaya, una reactije? Kwa hiyo mtu aliye comment vibaya, aliye comment vizuri unamjibuje? Kwa sasa hivi kwenye hii issue ya ajira huwa wanaangalia kwenye social medias. Yes. No, it makes sense. Shaka kupitia situation kama hii. Yani kwa bullied kwenye social media. Bullied. Yeah. Yani sema mimi nimeshajiwekea mentality kuwa as long as umeshaji expose on social medias, yani inabidi ukubali comment mbaya na nzuri. Kwa hiyo zikija mbaya mimi nazikubali kama zilivyo, zikija nzuri pia nashukuru. Wait, nimekumbuka. I don't know, but mimi remember ninasoma shuleni tangia primary mpaka secondary. Nimekuwa bullied na hiyo naweza nikasema, na ndio kitu ambacho kimenijenga mpaka sasa hivi nimekuwa strong, yani I can overcome anything, you see. Siwezi nikaongelea in deep kwamba alikuwa ananibully vipi, lakini one of the thing ambayo ilikuwa inanitesa kwa muda mrefu, watu wengi walikuwa wanaongelea my mouth, you see. Mdomo mkubwa na nini. I was like, kuna kitu gani cha tofauti mdomo wangu na kwao, you see. Kwa hiyo nilikuwa naenda kwenye kioo pale najiangalia like, God, what is this? You see, sipate majibu. And ilinisaidia. Mwanzo nilikuwa nalia, yani najichukia like, yani nakuwa comfortable, you see. Lakini baadaye nikaja kuona tu ni kitu cha kawaida, you see. Yani ukiruhusu changamoto zikutawale utakuwa destroyed, lakini ukiweza kuovercome unaweza kushinda chochote. And juzi tena nilikuwa
ninapita somewhere, nisema ambao nilikuwa nimeishi kwa muda mrefu, kuna wadogo ambao nafahamu, ni wadogo tu, yani wadogo sana, I think wako darasa la 3 na 4 na 5 sasa. Napita wakaanza kuniambia domo zege. Nilikuwa nakosa ile comfortability ya kuendelea kutembea, lakini nikaangalia na walivyo, okay, it's fine, ni wako sawa age yao. Alafu pia nikagusa my lips, nikasema okay, anasemaje, my lips ni nzuri, it's okay. But you know what, I feel like nataka kumalizia, nikawa nina share hizi content za motivation kwenye social media, especially Instagram na YouTube. I have my personal YouTube, so nikawa nimeshare kule video moja, nilikuwa naongelea, nilikuwa naongelea nini, lakini nilikuwa naongelea something kuhusu kamdomo, umbea. Yes, kuna guy aka comment YouTube ananiambia, hauna nafasi ya kutushauri wewe na domo lako kubwa. Yes, nitamani kumjibu, nilimjibu mpaka leo ipo. Nilimjibu nikamwambia kamdomo ambapo nilikuwa nakaongelea ndo hapo amekaonesha. The way amereact kwamba ameonyesha kale kamdomo ambapo mimi nilikuwa naongelea. Then the second one nikawa nimeshare content kwenye Instagram. Na share kote, lakini this time ilikuwa comment kwenye Instagram. Nilikuwa naongelea kuhusu vijana kufanya zinaa wakati bado hawajaingia kwenye ndoa. Yes, ni kitu ambacho kipo common kwa vijana. So there is a guy akawa comment akasema, wewe mwenyewe bila mama yako kufanya malaya na nini, pengine usingekuwa hapa. Ilikuwa ni comment mbaya. That's very disrespectful. Yeah. Iliniuma, nisikie Mungu, iliniuma kwa sababu ninachokiongelea ni kitu ambacho kipo open. Nikaingia kwenye account ya yule mtu ambaye amecomment, ni wale ambao nilikuwa naongelea hapa anakatika na machupi yao hivyo. Kwa nikasema okay, ni sawa, ndio kazi yake. You see? Nilikosa nguvu ya kumjibu na nilishindwa kusema kwamba ile comment endelee kubaki kwenye post yangu. Nilifuta. Lakini baada ya kuomba nikasema no, nitakiwa niache. Ili watu wakija kusoma, wakiangalia na account yake wana relate kile ambacho kinaendelea. Kwa hiyo vitu kama hivyo in somehow vinakudestroy. Sasa mimi I can say nilikuwa destroyed kwa muda mrefu. Tangia primary nimekuja kwa niko advance. Tena form 6. You see? But now I'm strong. Yeah. I feel like kwa jamii ya siku hizi mtu akikwambia kwamba bwana it's wakiongelea kuhusu your physical features, kitu ambacho hauwezi uka influence, kitu ambacho hauwezi uka change very easily. I feel like just consider the fact that they're saying that kasabu hawana. Like mtu akisema kasabu ni mzuri, it's because they're not pretty. I always had that mindset, especially for women. I feel like it's worse for women kuliko men, kasabu sisi tunaangalia every single detail. Tunaangalia your lashes, tunaangalia your hair, tunaangalia your figure, especially figure. So it's like mtu akinisema mimi kasabu maybe you think kama nipo lesser than, it's because you don't have it. You always have that mindset. Hata kuna issue umeiongelea hapo ya comment mbaya, mtu akicomment vibaya kwenye account. Mimi binafsi nikionaga mtu ka comment vibaya nitafuta comment yako kwa sababu nahisi tuna perspective tofauti. Mimi naonaga kama comment mbaya ikiendelea kubaki pale ni inawavutia wengine wabaya wenzake waendelee kucomment kwenye account yangu. Kwa hiyo yani nikiingia tu nikiona hii comment sijaielewa nitaifuta kwa sababu hii ni account yangu na haki ya kuacha comment yako niipoteze isiwepo pale. Baada ya kufuta ile comment nimekuja kushtuka baadaye, nikaenda kwenye settings za Instagram kuangalia kama kuna namna naweza kurudisha ile comment ambayo nimefuta. Nikamuuliza GPT akaniambia kwa sasa hivi Instagram hawana hiyo feature. Okay, bahati yake, lakini nilikuwa nataka nirudishe. No, it's fine. Sure. Wewe unahisi ni hatua gani ambao victims wa cyberbullying wanabidi wachukue after wamesha experience hicho kitu? Yaani ni kitu gani ambao wafanya? Kwa sababu unajua mimi sidhani kama therapy ni kitu kikubwa sana Tanzania. Sidhani, especially amongst the black community. Sidhani kama kwenda kufanyia kwenda kwa shrink, kwenda kuongelea kuhusu hiyo feelings kitu kikubwa. Lakini wana shauri kwamba watu ambao wame experience hiyo kitu, watu ambao ni victims, wafanye nini baada ya hicho kitu kutokea? Mimi naona msaada mkubwa unaweza kumpa mtu ambao kafanyiwa hii cyberbullying, especially kwenye kusambaa kwa video. Kitu cha kwanza inatakiwa yule mtu awe surrounded na watu watakao mcomfort, kwa sababu asipopata ile faraja ya kweli ndo wale wanachukuaga maamuzi magumu. Anasema sasa hivi kila mtu ananijua, sasa kuna haja gani ya kuishi?
Kwa hiyo inabidi azunguke na watu watakaompa faraja. Apart from that, hii kitu yoko naiongelea mwanzo ya victim bullying, unaangalia ule nanili victim ndo unaanza kumbuli tayari huku kashafanywa bullying, naona muongezea bullying nyingine, nao ni changamoto. Kwa hiyo familia, sijui wazazi wanaoangalia kama mtoto wako kapitia kwenye hii changamoto, au inaweza nikawa ni wewe mpita na hii changamoto, tuache mambo ya kumbuli tena ule victim, lakini tutafute njia gani tunaweza tukamsaidia. Pia apart from that, yule mtu afate msaada wa kisheria, maana sheria za Tanzania zimewekwa pale. Hazitokufuata nyumbani wewe kuwa ni kuna 1 2 3, unatakiwa ufuate sehemu husika. Kwa hiyo tukiwa wajibisha wale tunaita nini? Wale sio wahanga, wale wa upande wa pili. Yule mtu ambaye kasambaza, tukimwajibisha haturudia hicho kitu, lakini tukiendelea kumwacha, next time wataona tena kuna sababu tena nyingine ya kuendelea kupost kunini, lakini akiwajibishwa mara moja hiyo tabia tena haitokuwepo. Umeongelea sheria hapa Tanzania. Nadhani sheria zilizopo zina walinda vya kutosha vijana dhidi ya uhalifu dijitali. Kwa kulingana na mabadiliko yanayotokea kila siku ya sayansi na teknolojia, sheria naweza nikasema kwa namna moja au nyingine azikidhi mahitaji kulingana na mabadiliko yaliyotokea. Lakini kwa upande mwingine wa pili tena, hii issue ya cyberbullying tayari ishakuwa covered kwenye Cyber Crime Act, tayari ipo Tanzania, na ukisoma pale kifungu cha 23 kimeongelea mambo ya cyberbullying. Kwa mtu akishakuwa na bullied huko anaweza kaja akapata msaada wa kisheria. Kwa hiyo naona Tanzania ni ziko kwa upande wote inaweza kumsaidia mtu, lakini inahitaji some improvements ili kucover kila kitu. But also meda kuongelea kwa in terms of minors, watu ambao wapo under the age of 18. Kwa mfano ndarudi pale kwenye point yangu ya stop up. Mi sijui personally kama hatua imechukuliwa kuhusu wale watoto. Kama ndio sawa, inawezekana ndio what they did sio sawa, kwa sababu kwa umri wao bado ni watoto. Bado unakuta labda ni high schoolers au labda ni all level kids wapo na miaka labda 16 15 huko, alafu video kama hizo zinatuma kwenye mtandao na ni watoto. Sasa like wao wanasaidiaje kisheria? Like kweli sheria ilikuwa inachukuliwa yani kuwasaidia wale watoto? Because sawa ndio video sio sawa, lakini still ni watoto wana this type of haki ambayo ni tofauti mtu ambaye yupo like 21 20 30 ame-exposable vitu. Like kwa nini bado naona kwa vile hatua bado ni harsh kwao for the kids? Sheria za watu wazima sio sawa sana sheria za watoto. Kwa wale pale kama akigundulika kuwa yuko chini ya miaka 18, sheria zitakazo dili na hicho kitu ni tofauti. Kuna kitu kinaitwa juvenile, kama umewahi kusikia Juvenile Act, kwa ndio inadili na watoto. Lakini kama ni mtu mzima ndio kuna hiyo Cyber Crime Act ndio itadili na yeye hapo. Pia umeongelea issue ya minor. Kuna hapa juzi kati, kama mnafuatilia mitandaoni, ilitokea issue ilikuwa ni minor na mtu mzima. Alikuwa ni mwalimu wa Zimbabwe, yeye alikuwa na miaka 33, lakini alikuwa hivyo connection imesambaa, yuko na mtoto wa miaka 16. Lakini sasa changamoto ikawa ni mwalimu wa kike, lakini mtoto wa miaka 16 ni wa kiume. Kwa hiyo kulingana na sheria za huko ikaenda ikawa solved. Kama nasema kwamba ingekuwa mwanamke, yani huyo mtoto angekuwa wa kike. Huyo mtoto angekuwa wa kike ingekuwa tofauti. Ingekuwa hivyo. Yani tuseme nao sheria namna ilivyo inamfavor sana mtoto wa kike kuliko wa kiume. Kwa hiyo pale yule mwanamke akupata na kitu kikubwa sana, kwa sababu kwa ninavyokumbuka alihukumiwa miaka 10 kwa issue ya sexual harassment na issue ya assault, kitu kama hiko. Lakini yule mtoto hivyo kwa sababu ni minor hawezi. Lakini ingekuwa imebadilika, labda tuseme yule mwalimu ndo angekuwa wa kiume, ingekuwa ni issue nyingine, ingekuwa issue ya rape ambayo ni miaka 30. Kwa hiyo unaona ni namna fulani sheria ina favor mwanamke, despite the fact that society inamponda mwanamke, lakini sheria inaenda kumfavor mwanamke. So that means so wewe unatushauri sisi kama wanawake ambao tunawezekana mkubwa kwa face hizo challenges za kuexposewa, like tujiepushe na vyanzo vitakavyotufanya tuwe exposed. Kwa mfano una boyfriend wako, hakuna haja ya kumtumia zile videos, kwa sababu yule ni boyfriend, sio mume,
sio mtu yeyote. Kwa hiyo ipo siku mtakuja kugombana, akija kugombana kakasirika, anaamua achukue zile video expose mtandaoni. Madai yao na enhance trust. No, hiyo ni perspective yako wewe, sasa sema hivyo. Kwa hiyo na ukiachana na hiyo, sasa hivi hata kama unatuma ni viewers sijui ni nini, sasa hivi kuna yani mambo yamebadilika. Unatuma unaona umetuma viewers, kumbe tayari ishakuwa saved au ni mtu kachatumia, mambo yako mengi. Kwa hiyo njia nzuri ya kujilinda, usitume kitu cha faraga. Acha kitu cha faraga kiwe cha faraga, na cha kushare, lakini cha kubaki nacho wewe kabisa. Unaona hichi kitu kikiwa exposed itaniletea shida mimi hapa, usiexpose. Hata kama mtu unamwaminije, hata tukiachana na hii boyfriend na girlfriend, inaweza kama mume na mke. Sasa hivi mume na mke sio wanaachana pia. Mmeachana, video yako anachukua anasambaza. Kwa hiyo kitu cha faraga tuviache vive faraga, na vitu vya kushare tuvishare. Yeah. How do you comment kwenye hii statement? Tunalea kizazi ambacho kinapata burudani kwa aibu za wengine. How do you comment? Tunalea kizazi ambacho kinapata burudani kupitia aibu za wengine. Ndio tunakilea. Yaani hapa narudi kule. Hata mtu akija akipata changamoto hii ya cyberbullying, tunaona hawaendi kufuata msaada wa kisheria ili kumwajibisha yule aliyesambaza. Kwa watu inaishia tu kusambaa, watu wanafly nini. Lakini mfano nitoe mfano mdogo. Tunaona kuna hizi videos zimesambaa. Kwa hiyo tuchukue mwaka mzima kuanzia Januari mpaka Disemba hii tu. Umeshawahi kusikia mtu kwa sababu ya kosa fulani alipelekwa mahakamani? Mimi binafsi hapana, hujawahi kusikia. Lakini kwenye hizo video tungesikia kuwa video fulani ilisambaa, mtu fulani aliyesambaza kakamatwa, sijui nini, ile follow up ingekuwa inakuwa shared kwa jamii. Hiyo mambo isinge kuwepo, lakini kwa sababu hakuna enforcement ya zile sheria na watu wenyewe, jamii inashindwa I feel like hiyo ni ndo issue kubwa, kama hatupo aware kama tunaweza kashtaki hivi vitu, hatupo aware kama kuna mahakama ambayo ipo responsible kuibikia hivi vitu, so tunaendelea kukaa navyo sisi wenyewe. Sure, that's true. Labda kama asa like wewe unashauri kwamba watu ambao wapo na hiyo authority wanafanya, kwa sababu sasa wanatufikiaje? Yani kwamba waanze kutoa videos hapa mtandao na wao wanapita kwenye view, wanafanya nini, which is the best method ambayo kutumia kufikia watu wengi kwa muda mfupi, kwa sababu inaonekana ofisi hatupo aware. Mimi nahisi njia zinazotumika kusambaza ndio njia ambazo zitumike kusolve tatizo. Okay. Tunatumia social media zikisambaza, na connection ikitoka unaona watu TikTok wako wanacheza, kimeinuka. Tutumie basi hizo na kusambaza, kuwa kitu fulani kikisambaa unaweza ukapata msaada wa kisheria fulani na sheria ziko clear. Penalty za hii cyberbullying, mtu anaweza akalipishwa fine ya milioni 5 na anaweza kafungwa miaka 3 au vyote kwa pamoja. Kwa mtu akiona milioni 5, mimi nitaitolea hapo hivyo miaka 3 kukaa gerezani, hiyo kitu sitoweza, hataweza kushare hiyo video. Kwa vitu tunavyovitumia kusambaza hizo video ndio hivyo tuvitumie ku spread awareness kwa kitu tunachokifanya sio sawa, na kinaweza kikatusababishia madhara. Okay. Ujumbe wako kwa kijana ambaye unahisi anahisi kwamba maisha yake yamefika mwisho kwa sababu ya video ambayo imekuja, unamshauri nini? Mimi namshauri kuwa maisha hayaishii hapo. Yani ni kama yuko kwenye page moja, afungue page inayofuata, maisha yaendelee. Kwa sababu kuna watu kibao video zao zilivuja, lakini sasa hivi wanaishi maisha tu ya kawaida. Kwa afungue ukurasa mwingine wa maisha, aendelee kuandika story tofauti. Yeye kuanguka ipo, lakini apart from that, afate kama anaweza kumwajibisha yule mtu aliyesambaza hizo video, aende sehemu husika akaripoti na yule mtu ashughulikiwe ipasavyo. Okay. Kwa hiyo yeye kufanyiwa cyberbullying au vitu kama hivyo sio mwisho wa maisha yake, anaweza kaendelea kuishi na mambo yakaendelea kama kawaida. Narudi na tulivyosema kule mwanzo, atafute watu wa kumcomfort, pia aongee na familia na vitu kama hivyo, mambo yanakuwa yako sawa at the end of the day. Yeah. You. So, hauna ushauri kwa vijana? Mimi siwezi waje, labda ushauri wangu mkubwa ni kama just kuwa makini na vitu ambavyo unaweka mtandaoni, kwa sababu people always were, yani tunaishi kwenye society ambayo yani
media consumption ni kubwa sana. Yaani ni sio kama zamani, ni kitu ambacho watu tu walikuwa wanafanya ili pate ujumbe, upate tu habari. Lakini sasa hivi it's part and parcel of your life. Kwa sababu kila mtu tuna communicate kwa kutumia WhatsApp, tuna communicate kwa kutumia Instagram. So it's part of our life. Tunakuwa nayo. Na ni kitu ambacho tunajenga hata future generations wanaendelea kuenhance kile kitu ambacho kilikuwepo, right? So kuwa makini na kitu ambacho unaki-expose kwenye social media. Kama unajua kabisa hichi kitu naweza nika-expose afu nikapata backlash kwa watu, kwa nini uki-expose? So just kuwa makini. Okay. Binafsi yangu sina ushauri. Dawa ya moto ni moto. Yeah. Mfano ungekuwa na nafasi ya kubadilisha kitu kimoja wewe kwenye social media, ungebadilisha nini? Nahisi ni kitu alichokiongea hapa mwanzo. Kuwa iwe kuna follow up, kuwa hichi ni kitu cha kinachosambaa, ni kitu cha faragha. Kwa nini wasisititishe kusambaa? Kwa ni kuna namna inaweza kwenye setting wanaweza wakarekebisha kuwa vitu vya faragha visiwe vinasambaa. Kwa nikipewa uwezo wa kufanya hivyo, nitafanya vitu vya faragha visambae, faragha ibaki kuwa faragha. Yeah. Hivi mfano Instagram hawajaweza kunanilika kitu. Yaani ukidhibiti. Sidhani. Unajua I feel like I think it's just yummy. Kwa sababu watu wengi wanapenda kuona kidupu. So okay, kwa sababu ni imereach points paka hata hizi sites ambao wanaonesha hivyo vitu, right? Wanakuwa wanaweka age restrictions kama hata school lazima wear 18 and stuff like that. Lakini still ni kitu, yani commercial sex ni kitu ambacho ni very grossing, hata kule nje pia watu wanapenda hivyo vitu, na mbona unakuta wanawake wapo comfortable kutembea na bikini barabarani. So ni kitu ambacho wanaona kama ni beneficial, because people are gonna let's take an example kwamba leo tumeingia kwenye social media, afu unakuta kuna mdada mzuri, ana shape mzuri, yupo labda amevaa bikini yake hapa, ana flex labda sehemu fulani, afu unakuta hapa pembeni kuna labda mkaka anaelezea kuhusu documentary. Yani 99% of perspective wa watu wataenda kuangalia ile video ya utupu na sio video ambayo mtu anaelezea kuhusu kitu cha maana. So hata naona kama hata ni watu wenyewe wameshajiwekea kama this is interesting. Nikiona hichi kitu yani unakuwa engaged, una generate dopamine in your brain. Inaku stimulate kama I need to watch this. Yani ni kitu ambacho ni comment kata naona. Sure, hiyo ni kweli kabisa. Ndio maana hata ukiangalia sasa hivi hata makampuni wanajaribu kusexualize content zao ili zipate waangaliaji wengi. Kwa nini superstars wanaanza especially wanawake? Kwa nini wanavaa vile? Kwa nini wanavaa kiutuputupu kwenye nani stage? You're sexualizing yourself to get attention. So ni kitu cha kawaida. Yeah. You're right. Sure, sema tukienda kuongelea kwenye issue ya cyberbullying, kitu kinachoangaliwa ni consent. Kitu kimepostiwa ilikuwa ni consent, sio Kiswahili tunahitaji. Wewe ulikuwa unataka hicho kitu kisambazwe, na kitu kama wewe ulitaka kisambazwe, hiyo sio faragha tena. Tukiachana na connection, tukiongelea kwenye mtu kavaa bikini sio nini, as long as yeye mwenyewe ndo kataka awe hivyo, it's okay. Lakini changamoto inakuja pale, sikutaka iwe hivyo, alafu kitu kimekuwa exposed kwenye mitandao. Kwa mfano kulikuwa kuna story moja hii nimewahi kuisikia, ilikuwa ni hii wanaotoa lift, alikuwa ni kapewa lift, baada ya kupewa lift akapelekwa sijui ni wapi. I don't remember the story kwa sababu nilisikiliza kipindi niko shule, ilikuwa ni zamani sana. Kwa hiyo alikuwa ni kapewa lift, baada ya kupewa lift wakawa wanapelekwa sehemu hapa Dar es Salaam. Walikuwa wanapelekwa sehemu ambapo wanaenda kufanyishwa hizi na forced pornography. Sasa tunaona hicho kitu kinaweza kuwa nimepostiwa mtandaoni, watu wakajua kuwa huyu ilikuwa ni consent ya mtu, lakini kwa alikuwa forced ndo akafanya hiyo kitu, then ikawa Kwa hiyo pia kwa upande mwingine tuangalie kuna ukiachana na sijui mtu mwenyewe, kuna angalia na vitu vingine vya nje. Kama kwenye hiyo story tunaona kupitia lift kumemfanya mtu aende akafanya hiyo nini, akafanye video ya sina tunahitaji video sio ya hivyo huku akiwa kafosiwa, lakini ungekataa lift mapema hii kitu yote isingotokea. Yeah. Unadhani ukimya wa jamii kwenye mambo kama haya ambayo yanatokea na tunayaona sisi kama vijana unachangia vipi kuendelea kwa matukio kama ya cyberbullying? Ukimya wa jamii, yani ukimya wetu, hatuchukui hatua chochote ambacho kinatokea. Yani mtu yote ambaye
anakuwa bullied, kama tulivyosema mara ya kwanza, sisi hapa tuna finalize mtu yote ambaye anakuwa bullied, sisi kama jamii tunaendelea kuenforce hiyo kitu kiendelee kuwa on fire, you see. Sasa matukio kama hayo au kimya wakati sisi hapa kuto kufokea au kukemea mambo kama hayo kunachangia vipi kuendelea kwa matukio kama haya sasa? Mimi naona jamii mpaka sasa hivi iko kwenye upande wa ku promote issue nzima ya hizi connections na vitu kama hivi. Unavyoongelea jamii unaongelea nani? Jamii naongelea kila mtu. Kwa sababu tunavyoongelea jamii unamgusa baba yangu. I don't think kama ana promote. Sema tunaongelea siongelei jamii nzima kama jamii, tunaangalia percent kubwa ya jamii. Watu wengi ukiangalia hata kwenye hizi videos ambazo zinaongelea labda connections, watu wanaokataza kwenye comment section ni wangapi? Naangalia watu wanaosupport, kwani tumie sio nini, ndio naongelea jamii. Kwa percentage kubwa ipo tayari inahitaji hizo connection, inahitaji hivyo vitu. Sasa kama jamii inahitaji kusambaa kutoisha, yani kila siku itakuwa ni kwanza ndo mtu anaona deal, anaona kuwa nikipata hapa na hii itanisababisha niende mjini. Na watu wengine wanatumia hizo connection kuongeza followers, wengine kupata likes nyingi. Kwa hiyo kimya wetu si wana jamii kwenye kukemea hiyo issue inafanya hiyo issue iwe kubwa zaidi. Sasa hivi labda tungekuwa kwenye stage ambayo hakuna issue ya cyberbullying, hakuna issue ya nini, lakini kwa sababu jamii sisi wenyewe tulishakubali kuwa tunahitaji hicho kitu, ndio maana kuisha itakuwa ni ngumu. Lakini pale jamii itakapoamua kusema kuwa no cyberbullying, hakuna issue ya connection, mtu akiposti pale kila mtu anakuwa hii kitu hapana, kila mtu anakuwa negative, sidhani kama watu watakuwa wana support hiyo kitu. You're right. Yeah, I think tumefika mwisho wa kipindi chetu. Tutakushukuru sana kama guest ambao umekuja, umetoa points ambazo ni very strong, points ambazo ni prominent za kusikilizwa na watu. So tunakushukuru sana kwa kutengeneza, yani kutoa your time kuja hapa kuongea na sisi. So kikubwa ni kwamba like, subscribe, always follow up kwenye videos mpya za Prime Talk Season 2. Jua kwamba sisi tunajaribu kuwa sauti ya kwenu. So kutokana na tulichoongea siku ya leo, tunakuomba kwamba mufuatilie, muwe aware sasa kwamba mnazo haki za kushtaki hivi vitu ambavyo vinatokea mtandaoni. So usikae kimya. I guess that's all for today. Yeah. See you again next time. Yeah.